nikaona imeingia email katika simu yangu. Nikafungua email, imeandikwa am Yusuf, yani mimi sasa hivi naitwa Yusuf. Subhanallah. Nikafungua ile email, nakumbuka I could not believe, sikuamini kile ambacho nakisoma katika ile email, mpaka ikanitoa machozi. Anasema huko Marekani kumefanyika utafiti na zimegundulika sayari nyingine 2. Kwa hata kama itakuwa sio sahihi kama jua linazama katika dimbu la matope, lakini Qur'ani ilikuwa inaeleza kile ambacho alikuwa anakiona Dhulkarnain. Kwa uhalisia unabakia uko hapo. Nikajaribu kutumia muda mrefu kumfahamisha, akanambia you have only one credit to make me a Muslim. Umebakisha kitu kimoja tu cha kunifanya mimi kuwa Muislamu, kama ambapo anasema ndugu yetu huyo James Francis kutoka pale Chukwani. Akanambia unafahamu Kiarabu? Nikamwambia alhamdulillah nafahamu Kiarabu. Akanambia fungua surati Yusuf, sura 12 nafikiri katika Qur'an. Nikafungua surati Yusuf. Akanambia nisomee hizo aya mwanzo. Nikamsomea. Akanambia Yusuf alilala akaota. Is it true? Nikamwambia aliona nini? Nikamwambia katika ndoto yake aliona 11 kaukaba. Tafsiri zinaandika kwamba aliona nyota 11 na jua na mwezi vinamsujudia. Akanambia let's put our faith aside, let's us discuss it scientifically. Imani zetu tuziweke pembeni, tulizungumze ile jambo kisayansi, yani tuizungumze hii ndoto ya Nabii Yusuf kisayansi. Nabii Yusuf aliona nini? Pale pale akili yangu ikasense ujamaa amenoti ameelekea wapi. Nikamwambia Nabii Yusuf aliona solar system, aliona jua, mwezi pamoja na vitu vingine vyote vilivyokuwa angani vinamsujudia. Akanambia aliona 11 kaukaba, aliona kaukab 11 zinamsujudia. Sawa si sawa? Nikamwambia sawa. Akanambia shu maana al-kaukab, kaukab ina maana gani? Nikamwambia kaukab kitaalam au katika lugha ya Kiarabu ni maumbo ambayo yanaishi angani, ni si sayari kwa upande mmoja au mwingine. Ni sayari. Akanambia hapana, sitaki wewe uzungumze, nataka Qur'ani ndio iseme nini maana ya kawakib. Nikakumbuka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema idhal kawakibun fatarat, na sayari zitakapoanguka. Sayari kama tulivyosema awali ni maumbo ambayo yanaishi angani, na muda wake ukiwa umefika basi sitadondoka. Na aya hii inaeleza mustakbal wa siku ya kiyama. Akasema nini maana ya nujum kwa mujibu wa Qur'an? Qur'an imeeleza vipi nini maana ya nujum? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani wa idha nujumu tumisat, na nyota zitakapofutwa. Nini maana ya kufutwa? Kwa sababu katika nyota kunatokea nuclear reaction, mripuko wa nuclear kama unaotokea katika jua. Mripuko ule unasababisha nitrogen inapelekwa katika helium. Kwa Allah anaeleza itakapofika siku ya mwisho ni kwamba mwangaza huu unaotoka katika nyota unapotokea ule mripuko, Mungu anasema itakapofika siku ya kiyama wa idha nujumu tumisat, yani ile ule mwanga wake utakapofutwa. Akaambia kwa Kiarabu akid. Mwarabu anapokuambia akid, yani unasema kweli, una uhakika na unachokizungumza? Nikamwambia 100%. Akanambia the Quran is wrong, Qur'ani tayari na makosa. I will not go to masjid, sitakwenda msikitini wala sitakwenda kanisani. Nikamwambia lesh. Akanambia be patient, subiri kidogo. Akaingia katika kompyuta, akajua, akafanya printing, akaingia katika website ya NASA, akafanya printing. Alikuwa amekaa kwenye meza kubwa kule, akanyanyuka akaniletea document, akanambia hii hapa karatasi. Qur'ani inasema kuna sayari 11.
lakini sayari angalia katika website, katika National Aeronautics and Space Administration, chama ambacho kimepewa dhamana ya taarifa za kisayansi duniani. Nasema sayari ziko ngapi? Nikamwambia NASA wanasema ziko 9. Akanambia sio 9. NASA wanasema ziko 9. Akanambia exactly 9. Qur'ani inasema ziko ngapi? 11. Qur'ani inasema iko 11. Akanambia basi Qur'ani imeshakosea. How? Akanambia mimi siwezi tena kuamini Qur'ani wala siwezi kuamini Biblia. Nikamwambia kama Qur'ani imesema ziko 11, lazima zitakuwa ziko 11. Akanambia we are believing that we are seeing now. Tunakiamini kile ambacho tunakiona sasa hivi. Tukawa tumemaliza mjadala wetu. Nilikwambia nilitoka safari ndefu, nilikuwa nimechoka. Akanambia, akaingiza mkono wake kwenye mfuko wake, akatoa pesa akanipatia, nafikiri ilikuwa $100 na kidogo. Akanambia kawaambia wale watu wanini wakushushie mzigo wako. Nakumbuka alikuwa anatoka safari ndefu. Then you can go on. Akanambia hii kadi yangu hii hapa, kuna email yangu ndani. Kwa hiyo if you'll have a time you can send to me an email. Ukiwa na muda utanitumia email. Nikamwambia okay. Nikarudi nikaendelea na mambo yangu mengine. It passed the years. Ikapita miaka. Nikawa namtumia email, tunatumiana salamu alaykum, uko wapi? Akanambia bwana mimi nimetoka Uganda, sasa hivi niko Israel. Akanambia niko Marekani. Kuna siku nakumbuka ilikuwa siku ya Ijumaa, nilikuwa niko Kigoma. Nikaona imeingia email katika simu yangu. Nikafungua email, imeandikwa I'm Yusuf. Yani mimi sasa hivi naitwa Yusuf. Subhanallah. Nikafungua ile email, nakumbuka I could not believe. Sikuamini kile ambacho nakisoma katika ile email, mpaka ikanitoa machozi. Anasema huko Marekani kumefanyika utafiti na zimegundulika sayari nyingine 2. Kwa sayari sasa hivi sio 9 tena. Sayari ziko 11. Zile ambazo aliziona Nabii Yusuf. Kwa kile ambacho kimeelezwa katika Qur'ani ni sahihi 100%. Subhanallah. Akanambia mimi nimeconvert, nimeingia katika Uislamu na jina langu sasa hivi naitwa Yusuf. Akawa amechukua jina la Yusuf. Mashallah, ni Muislamu, sio Muislamu kama tulivyokuwa Waislamu sisi, kwa sababu ni mtu ambaye ananitumia message mpaka leo. Ananiambia bwana utakiwa ukae na udhu muda wote, utakiwa ufanye hivi. Yaani ule Uislamu wake umetu overlap, yani umetushinda sisi wenyewe, kwa sababu yeye amekuwa ni Muislamu by choice. Kuna watu wanakuwa ni Waislamu by chance, lakini yeye ni Muislamu by choice. Yeye amefika sehemu akauchagua Uislamu. Kiufupi ni kwamba Agosti 6 International Astronomical Union walieleza kama Pluto ni dwarf. Kuna sayari inaitwa Pluto. Kwa dwarf, neno dwarf tukitafsiri katika lugha ya Kiswahili ni kama kibete. Kibete sijui unafahamu maana ya kibete? Kibete ni lugha tata kidogo, ni kitu ambacho labda lugha tata hizo hakiwezi labda kutembea vizuri au hakijiwezi au kama hivyo. Kwa hiyo wakasema kwamba kuna sayari nyingine 2 ambazo ni Ceres na Eris ambazo zimegunduliwa hivi karibuni. Kwa hiyo zimefanya sayari zimekuwa 11. National Geographic wakatengeneza muonekano mwingine katika solar system wakiongozwa na David Aguila. Kwa sasa hivi kuna ile kitu katika kompyuta inaitwa SCA, yani Specular Computer Artwork, ambayo sasa hivi inaandaa kutengeneza taswira mpya ya sayari 11 kama ambazo zimetajwa katika Qur'an. Nikumbushe tu Allah katika sura 41:53 anasema sanurihim ayatina fil afakihim wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. We'll show them in farthest horizon until it will become clear to them that this is truth. Allah anasema tutawaonyesha ishara zetu katika nchi za mbali na katika nafsi zao mpaka itawabainikia ya kwamba hii ni haki.